إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Baada tahmidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salama Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nikuhusieni kama ambavyo nahusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani bila shaka wamefaulu wenye kumcha na kumtii Allah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, kwa muda mchache ndani ya Jumaa ya leo, siku tukufu, tutakumbushana kunako na inwanu inayosema ya kwamba kaifa yuhaqqiqu almuslimuna taqaddumu fi dinihim wa dunyahum, ni vipi waislamu watapata maendeleo katika dini yao na dunia yao. Hii ndio itakuwa ni inwani ya kukumbushana kwa siku ya leo, ni namna gani waislamu watakuwa ni wenye kuyapata maendeleo katika dini yao na pia katika dunia yao. Ni kipi ambacho wanatakiwa wakifanye, au ni yapi mambo ambayo wakiyafanya itathibitika watapata maendeleo katika masala mazima ya dini na katika masala mazima ya kidunia. Ibadallah, inna taqadduma alladhi yanshudu almuslimu la yaqtasiru ala dunya wahdaha. Tufahamu na tutambue na tuelewe ya kwamba hakika ya maendeleo ambayo anayahitajia Muislamu, anayakusudia Muislamu, au maendeleo ambayo yanakusudiwa kupatikana kwa Muislamu, la yaqtasiru ala dunya wahdaha, hayafungamani au hayaishi katika dunia peke yake, sio yale ya kidunia peke yake, wala ala dini wahda, na wala sio katika dini peke yake, kwamba labda Muislamu maendeleo yake yawepo kwenye dini tu au yawepo kwenye dunia tu, bal yajma'u baina salahi din wa imaru dunya, bali maendeleo haya yanakusanya baina ya kuitengeneza dini yako vizuri, kuisimamia dini yako iwe sawa sawa, na pia na kuitengeneza dunia yako uishi maisha yale ambayo ndani ya nafsi yako itakuwa imetulizana, na wala pasina kuwa na tamaa ya kuona cha mwenzako kakitolea macho. Lakini katika hili Waislamu wamekuwa ni watu wa mwisho. Waislamu wamekuwa ni watu ambao wakupigiwa mfano mbaya ya kwamba maisha yao ni mabaya, maisha yao ni magumu, maisha yao ni maombaomba. Kwa sababu gani? Baada ya kwamba wameambiwa wao ni wakuitafuta akhera, basi wakabweteka wakawa ni wenye kukaa tu. Hili lilitokea
katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuna watu ambao wao wakajiwekea kwamba maendeleo yao wanayatafuta sio ya duniani isipokuwa ni akhera peke yake. Wakawa ni wenye kukaa misikitini kwa kuendeleza adhkari, wakisema ya kwamba wao hawana haja na dunia, wanachokitaka ni akhera. Lakini alichokichukua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alichukua bakora na kuanza kuwachapa, kuambia watoke wakafanya kazi. Kwa sababu gani Umar alifanya hivyo? Kwa kuzingatia maendeleo ya Muislamu sio kana kwamba yapatikane akhera tu, hapa duniani pia yuwahitajia. Usipofanya kazi utakula wapi? Utavaaje? Utaishije maisha ambayo angalau ukikaa roho yako inatulia, nafsi yako inastarehe? Pasina kufanya hivyo, hatutowamaliza vibaka, hatutowamaliza wachokora, hatutomaliza wale wezi. Kwa sababu gani? Sisi ni watu wa inshallah, kwamba kwa kuwa sisi tunaitafuta akhera, hatuna habari wala hatuna muda na mambo ya dunia. Allah anasemaje ndani ya Qur'ani? wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kile ambacho amekupa Allah subhanahu wa ta'ala, alichokujalia Allah ukawa nacho katika afya yako, katika mali yako, itafutia akhera, tafuta radhi za Allah subhanahu. Lakini pale pia Allah hajakuacha tu wewe ni mtu wa kutafuta akhera tu, wala tansa nasibaka minad dunya. Bila shaka pia usije ukasahau fungu lako, nafasi yako katika maisha yako ya dunia. Sasa usipoitengeneza dunia yako, utaishije katika maisha yako ndugu zangu katika imani? Fakaifa yuhaqiqu almuslimuna hadha at-taqaddum? Ni vipi sasa, ni kwa namna gani sasa Muislamu atayapata haya maendeleo ya pande zote mbili, dunia yake na akhera yake, dini yake na dunia yake? Namna gani atayapata maendeleo? Ikhwata al-ahibba, wanazuoni wakachambua miongoni mwa njia na sababu ambazo zinapelekea Muislamu kupata maendeleo katika dini yake na dunia yake. Akasema cha kwanza, bitahqiqi tauhid wal ikhlas lillahi ta'ala. Kwanza watu wasimame katika tauhid, wampwekeshe Allah subhana, waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kuelekea, na wakiwa wanayafanya yale kwa ikhlasun lillahi azza wa jal, na wala pasina kuchanganya ndani yake na ria, na wala sum'a wala dhikri, wasije wakachanganya na hivyo ndivyo ndani yake. Ili Muislamu aweze akapata maendeleo, ni juu yake asimame kisawasawa na kumwelekea Allah azza wa jal ukweli wa kumwelekea. Kwa sababu gani? Fatauhid huwa asasu kulli najahin wa falah. Tauhidi ndiyo msingi imara, ndiyo msingi thabiti wa kuleta kila aina ya mafanikio na kila aina ya ufaulu. Unapatikana pale ambapo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amesimama kisawasawa katika kumwelekea Allah subhanahu. Pale ambapo nafanya shughuli zako za kidunia, usije ukachanganya ndani yake na ushirikina. Maana kuna watu hawawezi wakafanya shughuli zao, lazima kwanza itikadi yake atundike mzizi, itikadi yake aweke kitu fulani, aende kwa mganga akapewe dawa akamwagie kwenye eneo lake la biashara. Hapa ndugu zangu katika imani, unaiangamiza dunia yako hivi hivi na dini yako unaipoteza. Yawezekana kweli Allah akakufungulia kwa ile itikadi yako uliyokuwa nayo, kwa yale maji uliyomwaga, ule mzizi uliotundika na mengineyo, Allah akakufungulia. Lakini tambua ya kwamba umeipewa dunia, ila akhera yako inakuwa ni moto. Dini yako inakuwa ni mwenye kuimaliza. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wenye kuamini na watakayofanya matendo mazuri ya kwamba atawapa usimamizi, ukhalifa na utawala katika ardhi hii, kwamba wataishi katika ardhi hii wakiwa ni watu ambao ni mabosi,
unaheshimika kwa kuwa unacho cha kwako, kile ambacho hakiwezi, yani huwezi ukaishughulisha nafsi yako kwa sababu tayari unacho kinachokutosheleza. Katika sababu pia na njia ya Waislamu kupata maendeleo katika dini yao na dunia yao, bitamasuki bilkitabi wa sunna, ni watu kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni katika miongoni mwa sababu za watu kufanikiwa kupata maendeleo katika dini yao na katika dunia yao. Kwani watu wakishikamana na kitabu na sunna hawatakuwa ni wenye kupotea abadan. Allah azza wa jalla amesema ndani ya Qur'ani, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, pale ambapo mkaleteana mzozo, mkatofautiana kidogo katika jambo lolote, liwe la kidini, liwe la kidunia, rejeeni katika kitabu cha Allah na rejeeni katika sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Hii ni sababu na ni miongoni mwa mambo yatakayokupelekea kufaulu na kupata maendeleo katika dini yako na dunia yako. Mtume alayhi salatu wasalam pia amesema, taraktum fikum ma intamasaktum bihi lan tadhillu ba'di kitabullah wa sunnati. Mtume amesema, nimeacha kwenu ninyi mambo mawili, pale ambapo mkashikamana nayo ipasavyo, basi tambueni ya kwamba hamtapotea baada yangu mimi. Vile nilivyoviacha kwenu, endapo mkashikamana na ukweli wa kushikamana, mkawa navyo ikhlas, tambueni ya kwamba hamtaweza mkapotea abadan. Ni kitabu cha Allah na mwenendo wake Mtume alayhi salatu wasalam. Katika maisha yako, angalia hapa Allah anaelekeza nini, hapa Mtume alayhi salatu wasalam alifanyaje au kaelekeza nini. Hapo ndo tutakopatikana ni mafanikio na maendeleo katika dini yetu na katika dunia yetu. Miongoni mwa sababu ambazo zapelekea Waislamu kupata maendeleo, bitalabi al-ilmu an-nafi'. Ili Waislamu mweze mkapata maendeleo, yatapatikana miongoni mwa sababu zake ni watu kutafuta ilmu yenye manufaa. Kutafuta elimu ambayo inakuwa na manufaa. Na tukisema elimu yenye manufaa, ndugu zangu katika imani, Muislamu hajafungwa kutafuta elimu nyingine kinyume na dini ya Kiislamu. Lakini kwa ufahamu wetu uliokuwa ni mdogo, kuna baadhi ya watu wakasimama ya kwamba Muislamu kwenda kutafuta elimu mfano sekula ni jambo ambalo halifai au ni jambo ambalo ni haramu. Kuna baadhi ya watu walizungumza maneno kama haya, kuona ya kwamba kutafuta elimu ya kimazingira, elimu ya sekula ni jambo ambalo litakufanya ewe msomaji utakuwa ni mtu wa motoni. Haya ni mambo ambayo ni fikra potofu ambayo watu tunazidi kuingiziwa katika fikra zetu, katika akili zetu, zinazotupelekea kila kukicha sisi Waislamu tutakuwa ni watu wa mwisho. Na ndo operation baadhi ya watu hataki mtoto wake asome sekula. Sasa mkikataa watoto wenu kusoma elimu yenye manufaa, mtapataje madaktari wa Kiislamu? Tutapataje vituo vya Kiislamu endapo tunazuia watu wasome elimu yenye manufaa eti kwa sababu ile sio ya Kiislamu? Aliyekwambia kwamba kusoma sekula ni haramu ni nani? Ndo haya mambo yanayosababisha kila kukicha sisi tunakuwa ni watu wa mwisho. Maendeleo tutayapata lini? Na inafika mahala watu wanasimama kwa jazba zao, tunataka tufungue hospitali ya Kiislamu. Nani leo muandao kuja kuhudumia Muislamu wenzako? Ahibana fillah, kutafuta elimu yenye manufaa ni miongoni mwa sababu zenye kukupa wewe maendeleo Muislamu. فالعلم هو طريق النهضة. Elimu ndugu zangu katika imani ndio njia ya ufaulu,
ndo njia ya kujikwamua kutoka kwenye matope kwenda kwenye hali iliyokuwa ni nzuri. Wabihi turafu al-ahkam wa tumna al-hadarat, na kutokamana na hiyo elimu ndio inatengeneza utaratibu namna gani watu wataishi. Bila elimu huwezi ukatengeneza formula watu wataishi kwa mfumo gani. Iwe ni elimu ya dini, lazima ikotengenezee formula namna gani utaishi katika chini ya radhi za Allah subhana. Na elimu ya kidunia pia inakutengeneza wewe uwezo kaishi katika formula nzima ya maisha yako ya kinidhamu, kulinda zile taratibu na kanuni ambazo zimewekwa na sheria. Allah anasemaje? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Waambie, hebu sema ya kwamba hivi wanaweza wakawa sawa wale wanaotambua, wale wanajua na wale wasiojua? Hivi tukiweka kwenye mizani, huyu jahilun murakabu, huyu haelewi chochote, na huyu angalau anacho anafahamu, tukiweka kweli wanaweza wakawa sawa? Bila shaka jibu la dhahiri, hawezi wakawa sawa. Sasa huyu, nyie Waislamu tunapiga vita watu wasome sekula, wenzetu wanawasomesha mpaka kuwa maprofesa. Je, tukiwekana kwenye mizani tutaweza tukawa sawa kweli? Jibu ni kwamba hatuwezi tukawa sawa. Itabaki sisi tunapayusha midomo yetu tu. Kwa nini iwe wao? Kwa nini iwe wao? Kwa nini iwe wao? Mbona wewe hujaweza kuwa ni muhimili katika kutafuta elimu yenye manufaa? Ndio maana imefika mahala tunaambia Waislamu ni watu wa inshallah tu. Hawana shida, hawana lolote. Wao ni inshallah tu. Ndugu zangu katika imani, tuwasomeshe vizazi vyetu, familia zetu elimu yenye manufaa, na wala hatujabanwa sisi eti tusome dini tu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yeyote ambaye akafuata njia na njia ile ndani mwake panapatikana ilmu, hapa mtume hajasema ni elimu ya aina gani. Sheikh Fauzani hafidhahullah katika tafsiri yake, katika sheria yake ya kitabu cha usulu thalatha, kwa kuelezea masala mazima ya ilmu, akasema ya kwamba hajafungwa Muislamu kusoma elimu yoyote ile ambayo itakuwa ni yenye manufaa, ima iwe ni elimu ya daktari, ima iwe ni elimu ya uinjinia, na elimu zozote zile ambazo akizisoma zitakuwa na maendeleo, kuleta manufaa na faida katika jamii. Sasa yeyote mwenye kufuata hiyo njia ambayo ndani mwake kunapatikana elimu ya manufaa ambayo itawaokoa jamii nzima kwa ujumla, huyo mtu mtume anasema ya kwamba Allah subhana atamfanyia wepesi njia yake ya kwenda peponi. Miongoni mwa sababu na njia za kupata maendeleo, ndugu zangu katika imani, bil amali wal intiyaji wal itiqani. Ili mpate maendeleo, ndugu zangu katika imani, ni lazima watu wafanye kazi. Ili maendeleo yaweze yakapatikana, lazima watu wasimame wafanye kazi na wazalishe, na kile wanachokifanya wakifanye kwa umakini na kwa utaratibu sahihi. Huwezi ukapata manufaa, huwezi ukapata maendeleo kama hata kufanya kazi wewe ni mvivu, na kule hata kuzalisha hauzalishi. Unaingiza nini? Kama wewe kila siku wewe ni wakutoa tu, wakutoa hauingizi, kitabaki nini katika mfuko wako? Kinachohitajika tuweke mikakati ya namna gani tutazalisha vipato vyetu sisi Waislamu. Tusiwe ni watu wa jazba. Na pale unapokuwa unafanya, basi hebu fanya kwa umakini kazi yako, na ifanye kwa ufanisi. Kwani Mtume alayhi salatu wasalam amesema ya kwamba inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum ayutqina. Hakika ya Allah azza wa jalla anapenda pale anapomuona mmoja wenu anapofanya kazi, anapofanya ile shughuli yake, ayutqinahu,
aifanye vizuri ipasavyo. Pale unapoifanya shughuli yako kwa uhakika, tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda, anapenda kuone kwenye hiyo mazingira. Lakini sasa sisi pia inafika mahala sisi ni wa kuanzishaga, lakini kumalizia hatumalizii. Unafanya jambo lako, umelianzisha vizuri, lakini afika mahala unalitelekeza lilivyo. Hapo pia Allah hawezi akaweka mkono wake wa baraka na kupata maendeleo pale. Weka alama ya ulizo, wa ila mata, ni mpaka lini nitakuwa hivi? Ahibana fillah. Na miongoni pia mwa sababu za Waislamu kuweza kupata maendeleo, bil wahdati wa nabdhil firqa, lazima watu kwanza washikamane. Ili muweze mkapata maendeleo, lazima watu wawe ni kitu kimoja. Kila mmoja amuone mwenzake ni wa thamani kwake yeye, na tusije tukaoneshana umoja katika nyuso zetu, lakini kwenye mioyo yetu kila mmoja anakuwa ni tofauti. Na hii ndio lenye kutukumba sisi jamii ya Kiislamu. Tunakuwa wamoja kwenye madhahiri yetu, nyuso zetu zinakuwa ni wamoja, lakini kwenye mioyo yetu mbali mbali. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ukiwaangalia wako pamoja, lakini kwenye mioyo yao wako tofauti. Hili ndio linatufuna ndugu zangu katika imani. Kwa nini awe fulani? Mkikaa kwenye kikao hivi tuko pamoja, lakini mkishaondoka, kwa nini awe yeye? Kwa nini awe yeye? Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea watu kupata maendeleo, anasema bil akhlaqil hasana, watu lazima wawe na tabia njema, wawe na tabia ya ukweli, wawe na tabia ya uaminifu, wawe na tabia ya huruma. Hapo ndio itapelekea watu kupata maendeleo. Lakini tukijenga chuki, husuda, mafunda katika mioyo yetu, hatuwezi tukatoboa hata siku moja ndugu zangu katika imani. Kwani mtume yeye alitumilizwa kuja kutimiza tabia zote zilizokuwa ni njema. Kwa sababu gani? Ndani ya tabia njema yatapatikana maendeleo yatakayotengeneza jamii kwa ujumla. Na pia ndugu zangu katika imani, watu ili wapate maendeleo wakithirishe dua na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala haya maendeleo hayaji kwa kuiga jamii fulani. Omba dua, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, mkabidhi Allah unachokifanya, basi baada ya hapo na tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yatawakkal Allah fahuwa hasbu, mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kumtosheleza. Fattaqullaha ibadallah, elekeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, cheni Allah yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna 'izza almuslimina wa taqaddumihim, tambueni pia hakika utukufu wa Uislamu, utukufu wa Muislamu na yale maendeleo yao kwa ujumla, la yakunu bitaqlidi al-umami fima yukhalifu shar'i Allah. Hayapatikani maendeleo ya Waislamu, hayapatikani kwa kuiga kwenye nyumati mbalimbali au kwenye jamii ambazo zinakhalifu kwenda kinyume na sheria za Allah. Kwani imefika mahala Muislamu kuwaona wale wala riba wanazidi kunyanyuka, na Muislamu anatamani na yeye aingie kwenye masaili mazima ya riba, kwa sababu kule yule tayari amekhalifu sheria za Allah, na haikupelekei wewe uige yale mienendo yao ya kukhalifu sheria za Allah subhana, na wala kuiga na zile nyenendo ambazo wamekhalifu sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Wa inma yakunu birruju'i ila Allah wa ila nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Bali maendeleo ya sawasawa yanapatikana pale kwa mtu kurejea kwa Allah subhana na kuelekea kwa Mtume alayhi salatu wasalam bifahmi salaf wa salih, kwa ufahamu wa waja wema waliotangulia, masahaba na wengineo, ma'al akhdh bil asbab al mashru'a, pamoja na kuchukua zile sababu za kisheria ambazo zinampelekea yeye kupata maendeleo.
miongoni mwayo fil ilmi wal amal wal intiyaji wal islah. Sababu za kisheria kama zipi? Watu kusoma. Ingieni darasani mkasome. Na tukisema ingieni darasani mkasome, hatumaanishi ndio muende misikitini tu msome. Hata elimu za mazingira zile ambazo zina manufaa kwenu ninyi msome. Kwa sababu ukisha soma inakuletea wewe maendeleo. Sio wote watakuwa ni maimamu. Sio wote watakuwa ni makhatibu. Sio wote watakuwa ni walimu wa madaris. Ingelikuwa ndo wote wanatakiwa wawe walimu wa madarisi, tusingepata hata wale walimu wa kufundisha shule ya msingi kutufundisha watoto wetu. Tusingepata hata wale madaktari hata wawili watatu hospitali nzima, unaenda unakuta madaktari 50 wawili ni wa Kiislamu. Yatakana watu wasome ndugu zangu katika imani, na wafanye kazi na wazalishe kamtaji uliokuwa nacho, kazalishe kaongezeke. Mbona kila mwaka tunaweka mikakati, mwaka huu unajenga chumba kimoja, unaweka mikakati ya mwaka unayekuja uzalishe ongeze vyumba viwe viwili. Mbona hatuweki mikakati pia kuzalisha hata elimu zetu ziongezeke? Ahibana fillah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuongoza katika njia iliyonyoka. Allahumma asli ahwal almuslimin, Allahumma asli ahwal almuslimin وألف بين قلوبهم وانصرهم على أعدائهم وارزقهم العلم والنافع والعمل الصالح واجعلهم من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.